Sungu Ndume, nimeitika wito wako. Nini hasa ulichoniitia muda huu hapa? Ni kweli Bwana Kipala, nimekuita hapa ili tumalize tofauti zetu. Tuje hapa tumalize tofauti zetu, ndicho nilichokuitia, si ndio maana yake? Nisikilize Bwana Kipala, lengo la kukuita tumalize tofauti zetu ni kwa sababu ya vita inayokuja katika kijiji chetu. Unamaanisha nini Sungu Ndume? Wenye hazina wanakuja. Sungu Ndume, habari hizi wewe umezipata wapi? Nisikilize Bwana Kipala, najua mimi nina makosa makubwa, lakini habari hizi shemeji yako anahusika. Nilikwambia Sungu Ndume, achana nayo mambo, lakini ulikuwa mbishi, tafikiri umezaliwa nao ubishi. Huu sio muda wa kulaumiana, ni muda wa kukaa na kupanga tuone tunafanyaje. Wale mabwana sio watu wazuri kabisa. Sasa niambie ndugu yangu, tunafanyaje? Sikiliza, mimi na wewe kwanza tumalize tofauti zetu, halafu mengine yataendelea. Hapa hakuna swala la kumaliza tofauti. Tofauti zetu kati yangu mimi na wewe ziko pale pale. Njoo na hoja ya msingi tuweze kujua tunafanyaje kwa dhibiti wale. Sio kumaliza tofauti zetu tukiwa hapa. Umenifanyia mambo mengi sana Sungu Ndume. Leo simple tu hivi tumalize tofauti zetu. Hiyo hayaingia akilini kabisa. Lete mpango mkakati nini tufanye. Basi sawa, tuungane ili tuibakize hazina, na nafikiri tukishaibakiza na tofauti zetu zitaisha. Nimekubali kuungana na wewe kuibakisha hazina mikononi mwetu, ila tukimaliza kumpiga adui yetu mkuu, bado hazina ni haki yangu kwa sasa. Tumeelewana? Sijali, tutatengeneza utaratibu mzuri tu